moja kwa moja kutoka London, na hii ni Swahili Voice. Habari za kutwa, wapenzi watazamaji wetu popote pale mnapotufuatilia. Ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice hapa London, na kwanza ni muhtasari wake. Miongoni mwa utakayoshuhudia katika habari zetu hapa Swahili Voice wiki hii: mkahawa pekee unaomilikiwa na kijana kutoka Zanzibar wafunguliwa London, wagawa chakula bure kwa siku nzima. Katika mahojiano yetu wiki hii utakutana na Rose Daudi, mwanamama anayeishi na virusi vya maambukizi ya ukimwi tangu mwaka 1995 na hadi sasa yuko fiti kweli kweli. Je, anasemaje? Tunakwenda kumuona kwa kweli. Mimi tu moyoni nilijisemea tu nimekwisha. Yaani ndicho hicho tu nilichokisema moyoni kwamba nimekwisha. Na huko Afrika Mashariki mambo ni mwendo mdundo kweli kweli. Kazi za amali na ujasiriamali za watu wa kimaisha vijana huko mjini Tanga nchini Tanzania. Basi nawe mtazamaji wetu usibweteke, amka upige kazi na Mungu atakusaidia. Kwa hayo na mengineo mengi, usikose kujumuika nasi kwenye taarifa yetu hii ya habari hapa Swahili Voice pekee. Msomaji wako leo hii ni mimi Salma Hafidh, na kwanza ni habari za ndani. Jijini London wiki hii ilikuwa wiki ya neema na furaha. Mjasiriamali Salim Pombo anayemiliki mkahawa wa vyakula vya asili ya Zanzibar huko Barking kufungua rasmi mkahawa wa kudumu katika eneo hilo na kuufanya kuwa sehemu pekee inayotoa huduma ya vyakula vya Zanzibar nchini Uingereza kwa sasa. Mwandishi wetu Ahmad Rashid Mito Mingi, mpenda minuso ya aina hii, ametuandalia ripoti inayosomwa na mwandishi wetu. Hayawi sasa mbona yamekuwa? Hilo ni swali walilokuwa wanauliza washabiki wengi jijini London wiki hii, baada ya kijana mjasiriamali kutoka visiwani Zanzibar Bwana Salim Pombo kufungua rasmi mkahawa wake unaitwa Zanzibar Hot Style huko Barking katikati ya wiki hii. Wahenga walisema kila uonapozogo ujue pana jambo. Nasi kwa kuona mkusanyiko mkubwa wa watu mahala hapa, tulimuuliza Bwana Salim kulikoni. Kwanza tunatanguliza bismillah na tunashukuru Allah, alhamdulillah rabbil alamin. Kwa kweli leo kinachoendelea hapa, tuna ufunguzi wa sehemu yetu hii kama unavyoiona mpya. Alhamdulillah, Allah tuzidishie, atupe baraka. Kwa sababu siku nyingi tunatafuta sehemu kama hii na customer wetu siku nyingi wanapiga kelele kusema kweli kuwa tuko na sehemu ndogo, kwa sababu tuko katika market. Ilikuwa ni market traders tu pale, na masaa ilikuwa ni madogo na siku ilikuwa kidogo. Kwa hiyo leo alhamdulillah tuna furaha kubwa sana kupata sehemu yetu na tukafanya ufunguzi huu na kupata full support ya customer wetu. Sikio la udadisi kawaida halikatikiu, nasi pia tulitaka kufahamu ilimchukua miaka mingapi kutoka kuuza chakula kwa kutumia toroli la gari lake hadi kufikia kumiliki mlango kamili, na hapa anasema kwa kweli hadi sasa hivi ni karibia mwaka 15-16 tupo katika market ilikuwa na tuko na caravan. Na sasa hivi alhamdulillah tumeshapiga hatua ya kuwa na sehemu kama hii, na kama nilivyoelezea before, kwa kweli ni uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na support za customer wetu. Kama mnavyoona mashallah umejaa, kila muda wanajaa wanaondoka, wao ndio waliotupa support hizi na kuweza kufikia hapa alhamdulillah. Kwa hiyo hii ni hatua mwanzo na tutaangalia. For the moment tuko na take away shop, lakini inshallah tutafanya pia eating inside. Kwa kuwa hatukutosheka na hayo, tulitaka kufahamu biashara yake itakuwa inapatikana siku gani na muda gani kwa wiki, na hapa anasema ratiba kamili ya ufunguzi kama nilivyoeleza mwanzo, tulikuwa na opportunity ndogo tu ya market ya kuwa ni siku chache tunazozifanya, na by the law for the market kutoka 6 o'clock in morning to 6:30 lazima uondoke. Kwa hiyo sasa hivi tuko na 7 days time. Tulivyopanga sisi wenyewe itakuwa from 8 AM asubuhi up to 10
PM usiku au night. Time hiyo tutakuwepo hapa na facility zetu kama kawaida, vyakula vyetu vyote vya nyumbani vinapatikana vyote, tukizungumza vyote ni vyote kabisa. Alhamdulillah tutakuwa navyo hapa kama biriani, pilau, nyama choma zote tunazozijua alhamdulillah, mabuyu, makasava crisps, chips za muhogo, kachori, sambusa, vitu vyote tukizungumza. Kwa hiyo pia mimi nafikiria mtu ana issue tena ya kusema mimi nataka kwenda nyumbani kwenda kula vitu vizuri. No. Hapa unapata services zote inshallah. Wewe tena kutaka kwenda nyumbani kwenda kuangalia wazee tu, kupata razi za wazee basi. Mwisho, tulitaka kufahamu ana ujumbe gani kwa watu wengine wenye ndoto ya kufanya biashara kama hii, lakini kwa sababu moja au nyingine hawana uthubutu wa kufanya hivyo, na hapa anasema. Kwa kweli hii biashara ya chakula takriban anayefahamu kidogo ni hard, especially nchi kama hizi, mambo ya hygiene na kila kitu, lakini sio kama ninakwambia ni hard kwa usijaribu. Naomba wenzetu pia ambao wapo maeneo ya karibu, kila anayetaka kujaribu, kusema kweli ni biashara ambayo ni nzuri na alhamdulillah unapata riski yako vizuri. Na vile vile wenzetu ambao wako sehemu nyingine, kwa kweli tunapata malalamiko mengi. Wenzetu wa Zanzibar kama Canada, Sweden, unaona Amerika, tunapata malalamiko mengi sana, wanatuambia sisi tukafungue branch, lakini sisi hatujawa na nguvu hiyo. Kwa hiyo tunaomba wenzetu walokuweko mbali pia hapa London au outside London walokuwepo pia tunawaomba wafanye issue kama hizi, na kwa kweli ni kitu kizuri ambacho kina faida alhamdulillah. Na kama wana issue yoyote labda wanataka msaada, sisi tupo tayari kushirikiana, tukawapa some idea ili waweze kuwezesha swala hili na kuondosha lawama kuwa sisi tukafungue mabranch mengine wakati bado hatuko na uwezo huo. Nikiripoti taarifa hii ya Bwana Ahmad Rashid Mitomingi, mimi ni Mishi Harun wa Swahili Voice. Na kufuatia uzinduzi huo, wananchi kadhaa waliojitokeza katika uzinduzi huo na kuelezea hisia zao kuhusu hatua hiyo muhimu iliyopigwa na kijana huyo mjasiriamali ambaye pia ni msamaria mwema, na hapa wanasema. Kama mlivyokwisha kusikia kutoka kwa mmiliki wa mkahawa huu wa Zanzibar Hot Style hapa jijini London, Bwana Salim Pombo, Swahili Voice iligeuza kamera kwa wateja wa mwanzo waliofika katika mkahawa huu kujipatia huduma za bure kwa siku ya mwanzo ya uzinduzi wa mkahawa huu. Ustazi Munira alikuwa mmoja wa wateja wa mwanzo kufika hapa, naye anasema. Mashaallah, alhamdulillah. Wallahi tumefurahi sana kumwona mwenzetu kufungua kitu kama hichi. Maana sisi tunaona sana wenzetu wa Hindi na nini, lakini kupata mtu kama huyu mashaallah Pombo ni mtu wa watu, alhamdulillah kafungua hii restaurant, alhamdulillah. Basi ni kitu kikubwa kwetu kufarijika. Wazanzibari wote tunafarijika, Watanzania wote tunafarijika, alhamdulillah. Ndani humo shida hakushikiki, kuna chops humo na chipsi mashaallah vya bure. Ushafahamu hapo kuna mapaja ya kuku na wings mashaallah vya bure. Leo katoa sadaka kwa moyo safi kabisa. Mswahili, Muhindi, mzungu yoyote anaingia, maskini, tajiri, humo yoyote anaingia. Ndio maana Mungu alikuwa anamfungulia kwa vitu kama hivi, moyo na kwa safi mashaallah. Allah kujalia hivyo Sheikh Pombo mashaallah, tumefurahi sana. Bwana Omar Khelef ni mdau mkubwa wa maendeleo ya Wazanzibari walio wengi hapa jijini London, na yeye alikuwa na haya ya kusema. Bismillahirrahmanirrahim. Kusikanyiki wa leo bwana, leo hapa ndugu yetu bwana Salum anafungua restaurant yake ambayo inaitwa kwa jina Zanzibar Hot Style. Kwa hiyo ni faraja kubwa kwa watu sisi ambao tunaishi hapa Uingereza, sio? Kwa hiyo vitu kibao hapa tutavipata alhamdulillah. Na msikilizaji unaoona leo hapa, kila mmoja hapa amekuja kumsupport. Inshallah tumuombe Mwenyezi Mungu amfanikishe mambo yake, amjalie kila la kheri, amuondoshe husda, amjalie baraka na kila la kheri. Kijana Salim Muhammad anatokea maeneo ya Dagenham, naye alifika hapa kuonyesha sapoti yake kwa kaka yao huyo Bwana Salim Pombo. Tumeleta hapa tumekuja kununga, wamenifuatia sana sababu ni mgawa mzuri na wana vyakula vizuri pia, kwa sababu unaweza kuona wana sambusa, wana maandazi, wana chipsi, wana vitu vingi sana. Nyama choma. Kwa bei leo ni bure. Kwa bei leo natoa ni bure kwa sababu ndio siku ya kwanza, siku ya ufunguzi.
Hawa ni mabinti warembo na wadogo zao. Ni mabinti zetu wa hapa London ambao kwa furaha na shangwe walipishana na mwandishi wetu Bwana Ahmad Rashid Mitomingi, nao walikuwa na haya ya kusema. Chakula bure, anything you like. Kuna kuku, nyama, chips, pilipili, kila kitu. Njoni, karibuni. Hurry. Wahenga walisema mshindo wa kula ni mkubwa. Kwa namna misosi na makuku yalivyonoga hapa, mwandishi wetu Ahmad Rashid Mitomingi alijipata akisahau majukumu yake, na hapa anaswa akipiga misosi kwa nguvu zote, huku akisahau kuwa kilichompeleka pale ni kuchukua habari na sio chakula. Ni utani na ukweli umo. Nikiripoti, mimi ni Salama Muhammad wa Swahili Voice. West Midlands wiki hii, wanajamii huko walipatwa na faraja kubwa baada ya kupokea ugeni wa mashekh mashuhuri kutoka nchini Oman, akiwemo ulama maarufu duniani Sheikh Rashid Shukeiri. Musa Ramadhan Mango alikuwa miongoni mwa waliopokea ugeni huo na ametuandalia ripoti inayosomwa na Amuri Musa. Ilikuwa ni wiki ya furaha na faraja hapa Birmingham wiki hii baada ya jumuiya ya eneo hili la West Midland kupokea ujumbe murwa wa ugeni wa Sheikh Rashid Shukeiri kutoka nchini Oman. Sheikh Rashid na ujumbe wa mashekhe wengine kutoka nchini Oman wamewasili nchini hapa na kufanya ziara za maeneo mbalimbali kuonana na wanajumuiya za Kiislamu, hasa wale wanaotoka visiwani Zanzibar. Ugeni wa Bwana Shukeiri hapa Birmingham ulikuwa kipekee na wa aina yake, ambapo mwandishi mwenzangu Bwana Musa Ramadhani mengi alimhoji kutaka kujua je, Sheikh ana ujumbe gani kwa Waislamu wote, na hapa anasema ujumbe wangu ni kwamba wana changamoto nyingi ambazo zinataka zikabiliwe na Qur'ani ya Sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kama watakita katika masuala ya taaluma za kidini, taaluma za Uislamu, naamini ya kwamba watakuwa ni watangazaji wazuri wa dini katika nchi hizi za Magharibi, hasa kuzungumzia Waislamu leo. Wao ni mabalozi wa Uislamu wao katika nchi hizi. Wao ni watetezi wa Qur'ani, watetezi wa Sunna, watetezi wa maadili mema ambayo kama watayaonesha katika maisha, naamini kwa vitendo tu basi watasilimisha wengi katika nchi hizi za Kimagharibi. Asante sana, jazakumullah. Mkono kwa mkono hadi peponi. Naam, huyo ni Sheikh Rashid Shukeiri akisema tena ujumbe wake wa mkono kwa mkono hadi peponi, na bila shaka tumemuelewa. Nikiripoti kutoka maeneo haya ya West Midland, mimi ni Amuri Musema wa Swahili Voice. Jijini London tunakutana na kisa cha mama Mtanzania Bi Rose Daudi anayeishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi, aliyejitoa hadharani kuwaelimisha wengine kuhusu namna ya kuishi maisha kama mwathirika na jitihada anazofanya kufikisha ujumbe kwa jamii. Mwandishi wetu Yusuf Bond alifanya mahojiano na mama huyu jasiri na mambo yalikuwa kama hivi. Tunatambua kwamba unaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Ndiyo. Nini hasa uligundua umeathirika? Mimi niligundua nimeathirika, ilikuwa ni Januari mwaka 1995. Na hii ni wakati sasa nimepewa majibu ambayo tayari ni HIV positive. Kwa hiyo kama ni maambukizi nitakuwa niliyapata pengine kuanzia Septemba mwaka 1991, wakati nilikuwa kwenye mahusiano na mtu wangu ambaye nilikuwa naye katika kipindi hicho chote. Lakini mwaka 1994 huyu baba alianza kuumwa, na kwa sababu alikuwa nje, kwa hiyo mimi nilikuwa sina taarifa kama anaumwa. Sasa siku moja dada yake akanipigia simu, akaniambia kaka anakuja, twende airport tukampokee. Nikamwambia sawa. Basi siku hiyo kweli nilikuwa sikwenda kazini, nafikiri ilikuwa ni siku ya Jumamosi. Tukaenda airport. Mimi najua tunakwenda kumpokea mtu ni mzima. Lakini kufika airport, tulivyoingizwa upande ule wa VIP kule, tunakwenda kumuona, kwa kweli mimi tu moyoni nilijisemea tu nimekwisha. Yaani ndicho hicho tu nilichokisema moyoni kwamba nimekwisha, na nikaanza kulia. Wakati ule maradhi haya ya virusi vya ukimwi na ukimwi yenyewe vilikuwa havijawa maarufu sana.
Ni kitu gani kilikupatia kariha ya kujua kwamba huyu ni mwathirika na ukafikia kutoa kauli ya kwamba nimekwisha? Ni kitu gani kimekupa bishara hiyo? Tulipofika airport, tulipomuona, mimi dada yake pia alikuwa analia, mimi mwenyewe nilikuwa nalia. Yani alikuwa na dalili zote. Yani enzi hizo ukitoka kwenye HIV unaanza kupata zile dalili kidogo kidogo, yani kwa sababu mwili unakuwa umeisha kuisha kabisa, kinga hakuna. Kwa hiyo ugonjwa wote ule unaojitokeza ndio huo. Sasa kama kuna mtu ambaye alishawahi kuona mtoto ambaye ana ugonjwa labda wa kwashako, yani macho mtu unakuta yamemtoka, nywele kichwani zinanyonyo, yani zinakuwa nyepesi, amekonda, yani sura ambayo mtu ulikuwa umezoea kumuona ameng'aa imefifia. Kwa hiyo alikuwa yani ukimwangalia tu, lakini bahati nzuri pia kulikuwa na madaktari ambao walikuwa wanatoka hospitali ya taifa Muhimbili wanakuja kumwangalia pale nyumbani. Na walidhibitisha kabisa kwamba ni HIV. Nikaambia sawa. Basi majibu yalipotoka aliniletea nyumbani. Nakumbuka tu ilikuwa ni muda wa jioni. Mlango ukagongwa, nikamfungulia. Alikuwa ni dokta, sasa hivi ni profesa, mchangamfu tu. Basi kama nilivyokuwa nimefikiria mimi ndivyo ilivyokuwa. Nilikuwa positive. Ulijisikiaje baada ya kupokea habari hii na barua hii, hasa ukichukulia kwamba wakati ule jamii haikuwa rafiki sana na watu au wagonjwa wa aina hii nchini Tanzania kwa ujumla? Kwa kweli jamii haikuwa rafiki, lakini niseme tu mimi kwa upande wangu kwamba kitu kimoja, nilikuwa na marafiki wenye upendo. Wakati mimi pengine nakata tamaa, nataka nielekee pengine mkono wa kushoto, rafiki wananivuta tena, wananirudisha, wananiambia hapana, usielekee huko. Shukran sana Mama Rose Daudi kwa ujasiri wako na kwa kujitoa kuwasaidia watu wengine wanaoishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi duniani. Tunawaomba watazamaji wetu mumfuate Mama Rose kupitia YouTube channel yake ya Pedals and Roses Stories kujielimisha zaidi. Na sasa tumalizie habari zetu za ndani kwa kuangazia na kupitia dondoo za habari kubwa na muhimu zilizopamba moto nchini Uingereza wiki hii. Rais wa Marekani Donald Trump amedokeza kuwa Buckingham Palace inapanga ziara yake ya pili ya kitaifa nchini Uingereza mwezi Septemba. Alisema alipokea mwaliko kutoka kwa Mfalme Charles kupitia Waziri Mkuu Sir Keir Starmer mwezi Februari mwaka huu wakati wa ziara yake mjini Washington. Hii itakuwa mara ya kwanza kwa marais wa Marekani kuhudhuria ziara ya pili ya kitaifa, jambo lisilo la kawaida kwa marais wa mihula miwili. Mfalme Charles alipendekeza mkutano wa kupanga ziara hiyo ufanyike Scotland, eneo ambalo lina historia binafsi kwa Trump. Endapo itathibitishwa, ziara hiyo itachukuliwa kama njia ya kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na Uingereza. Mgomo wa wafanyakazi wa ukusanyaji taka jijini Birmingham bado umeacha milundikano ya taka kote jijini hadi kufikia sasa. Mgogoro huu unatokana na kufutwa kwa nafasi ya maafisa wa usafishaji na urejeleaji, yani WRCO, waliokuwa wakilipwa zaidi ya wengine. Kiutaratibu, wafanyakazi wa kawaida hulipwa kati ya pauni 24,000 hadi pauni 30,000 kwa mwaka, huku madereva wakipata hadi pauni 40,000. WRCOs hulipwa kati ya pauni 26,409 hadi pauni 32,654. Baraza la jiji linapanga kupunguza wafanyakazi kwa kuondoa nafasi hiyo, jambo ambalo chama cha wafanyakazi yani Unite linapinga likidai ni muhimu kwa usalama. Mabadiliko hayo yanaweza kupunguza mishahara kwa hadi pauni 6,000. Pia kuna matumizi makubwa ya wafanyakazi wa mkataba wa muda mfupi. Huduma nyingi za zimamoto nchini Uingereza zinakabiliwa na uhaba wa fedha baada ya serikali kushindwa kufidia kikamilifu ongezeko la mchango wa bima ya taifa kwa waajiri
tofauti na ilivyofanya kwa polisi. Polisi walipokea pauni milioni 230 kufidia kikamilifu ongezeko hilo, lakini huduma za zimamoto zilipata wastani wa 50% tu ya gharama hizo. Baraza la wakuu wa zimamoto linasema kuna upungufu wa pauni milioni 20 kati ya pauni milioni 40 zinazohitajika. Hali hii inahatarisha usalama wa jamii na huenda ikalazimu kupunguza vifaa na huduma muhimu. Vyama vya wafanyakazi vinaitaka serikali kufidia kikamilifu kama ilivyofanya kwa polisi. Mahakama ya juu ya nchini Uingereza imeamua kuwa mwanamke anamaanisha mtu wa jinsia ya kibiolojia katika sheria za usawa. Hii imesababisha tume ya usawa na haki za kibinadamu EHRC kuitaka NHS na mashirika mengine ya umma kufuata mwongozo mpya kuhusu maeneo ya jinsia moja. NHS sasa inalazimika kubadilisha mwongozo wake wa kuwajumuisha watu waliobadili jinsia kulingana na mavazi na majina yao. Uamuzi huu utaleta mabadiliko kwenye vyoo, vyumba vya kubadilishia nguo na wodi za hospitali. EHRC imeahidi kufuatilia utekelezaji, huku serikali ikisisitiza sheria lazima ziheshimiwe, huku makundi ya kutetea haki za watu waliobadili jinsia yakielezea wasiwasi mkubwa. Unaendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice hapa London, na sasa ni habari za Afrika ya Mashariki. Tunazo taarifa zinazotujuza kwamba baadhi ya wanakikundi cha Tofu Club wanaojishughulisha na kazi za sanaa za mikono kiliopo Madaraka kata ya Central jijini Tanga wamesema wanafaidika na kazi hiyo, kwani wameweza kukabiliana na maisha na kuweza kujikwamua kiuchumi. Amina Mohamed ameliona hili na hapa anatuhabarisha zaidi. Baadhi ya wanakikundi cha Tofu Club wanaojishughulisha na kazi ya sanaa za mikono kilichopo Madaraka kata ya Central wamesema wanafaidika na kazi hiyo, kwani wameweza kukabiliana na maisha kuweza kujikwamua kiuchumi. Sauda Makame, mmoja wa kikundi hicho, mkazi wa Chumbageni, amesema anashukuru kwani tangia ajiunge na kikundi hicho ameweza kuepukana na shida ndogo ndogo za mahitaji yake ya kila siku. Nimefaidika kufanya kazi hii kwa sababu mpaka sasa hivi tangu nianze unafika mwaka na kazi hiyo kuifanya. Manufaa nayoyaona, shida ndogo ndogo nashukuru Mungu zimeondokea. Kwa hivyo nashauri sana vijana wenzangu alikuwa apata habari hizi wote waje kujiunga kwenye kazi hii. Kazi nzuri, sio ya kudharau. Baadaye tutazidi kupata maendeleo mazuri. Kwa upande mwingine, Mohamed Sadiki, mkazi wa barabara 17, ambaye yeye anajishughulisha na sanaa ya uchoraji makawa na vipepeo, amesema mpaka sasa amefaidika kwa kupata ujuzi huo na kuweza kuendeleza kwa kufanyia kazi kwenye taasisi hiyo ya Tofu, na amewataka vijana kuweza kujiunga na taasisi kama hizo ili kuweza kupata ujuzi wa mikono na kujikwamua kiuchumi. Na Tofu Club kwa ajili ya kuchora na handcraft. Faa kidogo tunaona kuna baadhi ya tunazidi kupata ujuzi mwingine, tunapata kipato tofauti na kukaa nyumbani. Kama hivyo manufaa zaidi ya kupata ujuzi na kuendelea kupata kipato. Jiunge tuna taasisi ambazo zinasaidia vijana kama hivyo kwa ajili ya kuendelea na kupata vitu vingine, na hata usipopata kipato kupata ujuzi ni sawa sawa na kipato. Sambamba na hayo, Abdullatif Famau ambaye ni mkurugenzi wa taasisi hiyo isiyo ya kiserikali amesema kwa sasa changamoto yao kutokuwa na soko la bidhaa hilo la uhakika, kwani bidhaa zinakuwa nyingi na zinarundikizana na kupelekea kukaa kwa muda mrefu. Lakini pia ameshukuru baadhi ya viongozi wa jiji la Tanga akiwemo mkuu wa mkoa wa Tanga Balozi Dr. Batil Buriani kuona juhudi zao na kuweza kuwaunga mkono, kwani ujio wa rais kwa mkoa wa Tanga wameweza kununuzwa bidhaa kwa wingi na kuweza kuwaingizia kipato. Tuna mpango wa kuanzisha maduka, yani shelves, katika kila tourism center, mfano kupeleka bidhaa labda Mboni KFC kule katika stendi za mabasi, airport, watu wakifika waweze kuona. Lengo la hii NGO sio kufanya biashara, ni kusaidia hawa vijana, kina mama, ombaomba hao wazee waweze kupata kipato. Kwa sisi tufanye biashara, lakini wao
wanafanya kazi ili waweze kupata kipato kidogo. Na kusema la ukweli, wametupatia msaada mkubwa sana. Wanajaribu kutununuza bidhaa ambazo tunatengeneza kwa wingi kiasi. Kwa mfano, juzi alipokuja Mheshimiwa Rais wa Tanzania, Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Tanga Dr. Batilda Salha Burwani alitununuza vitu vingi sana, na vijana wetu wakaweza kupata posho kidogo za kujikimu, na shirika letu likaweza kutambuliwa kwa sababu vile vitu vyetu vinakuwa na nembo. Kwa hiyo mtu ambaye amenunua, ameshika huko, anajua kwamba hii inatoka Tangawizi Resource Foundation. Kadhalika sasa hivi tuko katika mazungumzo na bodi ya mkonge ambao pia wanatusaidia, wametupatia jengo kwa ajili ya kutengeneza vitu vinavyotokana na mkonge. Kwa hiyo nao pia watupatia support kubwa, yani TSB, Tanzania Saiso Board. Hivyo basi, ni wajibu kwa mashirika binafsi na ya kiserikali kuunga mkono juhudi za watu kama hao wanaoweza kujishughulisha na kazi ya sanaa za mikono. Nikiripoti kutoka Tanga mjini, kata ya Central, mimi ni Amina Mohamed wa Swahili Voice. Tukisalia nchini Kenya, tunazo pia taarifa kwamba wakazi wa eneo la Mariki karibu na mbuga ya kitaifa ya wanyamapori ya Ziwa Nakuru wanaishi kwa hofu kutokana na kuongezeka kwa mzozo wa wanyamapori na binadamu wanaoishi katika eneo hilo. Mwandishi wetu mpembuzi Kinifu Nyota Suleiman anaripoti zaidi. Mzozo kati ya wanyamapori na binadamu katika eneo la Mwariki, jimbo la Nakuru Magharibi, unaonekana kuchacha. Wanyamapori katika mbuga ya taifa Nakuru wamekuwa wakiingia mtaani humu na kusababisha taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa hapa. Kisa cha hivi punde zaidi ni cha kushambuliwa kwa mwanafunzi huyu kwa jina David Gitau, ambaye bado anaendelea kuuguza majeraha mabaya kiunoni mwake baada ya kushambuliwa na nyati wakati akiwa malishoni. Mama wa kijana huyu anaeleza jinsi mwanae alivyoshambuliwa na kujeruhiwa na nyati huyo. Kwa barabara akapata kuna nyati yenye inakuja, akajaribu kukimbia. Wakati alikuwa anajaribu kukimbia, slippers ikamtega, akaanguka chini. Kama hipo, hizo nyati zinatokea mara kwa mara. Zinalala, hata sio nyati moja ama mbili, zinalala katika mashamba za watu. Na saizi ni venye kuna mstuni hivi, mashamba bado hazijalimwa. Sasa unakuwa na uoga, unakuwa na fear ya eti anaweza enda apatane na kitu kibaya huko. Sasa hata wewe mzazi ukibaki nyumbani, unabaki ukiwa na uoga. Juu mtoto atapata shida gani mbele. Bali na kijana huyu, wakazi zaidi wamejitokeza kusimulia matukio ambapo walinusurika kushambuliwa na wanyama hao pori. Mathalan, mkulima huyu anaelezea tukio ambapo nusura naye shambuliwa na kiboko kama asingeokolewa na mbwa wake huyu. Mbwa inatangulia, inaiboekea, singejua ingekuwa imeshani attack tayari. Hata ya buffalo nilikuja, ndo kulikuwa na mbwa kama 3 hapa plus na hii. Ndio zijaribu kuistua ndio itoke hapa. Ilikuwa imejificha hapa kwa hii hapa. Kwa hiyo mandizi hapa. Sasa kitu naomba KWS wachunge wanyama wao wasikuja kututurumu huko nje. Wanaweza attack watoto. Unajua mtoto anaweza pita afikirie ni ng'ombe. Si ni kweli? Unajua mtoto mdogo kama mtoto wa class 3 ataona hii ni ng'ombe kawaida vile kama kuna ng'ombe kwao. Aona hii ni ng'ombe. Na ni nyati, na kawaida nyati inainama tu. Wakazi yao sasa wanalihimiza shirika la huduma kwa wanyamapori nchini Kenya KWS ingilia kati swala hilo na kuukarabati ua ambao hutumiwa na wanyamapori hao kutoka mbugani. Kadhalika, wakazi wa hapa wamewatuhumu afisa hao kwa madai ya utepetevu na kushindwa kuwadhibiti wanyama hao, huku maisha wanafunzi pamoja na wenyeji yakiwa hatarini. Wakitoka wanakuja wanasumbua huku mpaka wanakimbiza watoto wakienda shule asubuhi. Na hawa ngemu wakiitwa wanasema ati hawezi kuja huku. Wanatuambia ati sisi ndio tunaharibu fence na nyati hazitokeagi kwa maji. Unajua kama ingekuwa hipo, pia hipo zinatokaga na tunaelewa hiyo juu hipo inapitia kwa maji. Lakini nyati zinatoka na huku juu. Na ngemu wakiitwa hawakuji. Zinatoka na zinagonga wayao zinatoka, na sana zinatoka kutoka Disemba mpaka mwezi wa 4. Hapo ndipo tuna witnessing sana zinatoka. Zikitoka zikikuja, chifu akiwapigia simu wakuja warudishe hizo nyati, hawakuji. Kwa sasa inasubiriwa kuona tu ambazo maafisa wa shirika la huduma kwa wanyamapori eneo hili watazichukua ili kuwarejesha wanyamapori hao mbugani na kuondoa taharuki iliyotanda miongoni mwa wakazi wa hapa. Nikiripotia Swahili Voice kutoka jimbo la Nakuru, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya, jina langu ni Nyota Suleiman. Tunatisha habari zetu za wiki hii huko Rumonge nchini Burundi, ambako sekta ya burudani inatuhabarisha kuwa mziki wa msondo ngoma unazidi kuchanja mbuga mkoani humo na kuifanya tasnia hiyo kuanza kukubalika katika jamii.
Mwandishi wetu Isido Habonimana alizamia huko na kutupatia ripoti hii. Hawa ni kina mama wa Islam mjini Rumonge wanaojumuika katika bendi kongwe ya Msondo maarufu Amahoro au Amani katika lugha ya Kiswahili. Tuliwakuta mtani Teba kwenye makao ya bendi yao wakiwa katika maandalizi ya ngoma ya Msondo. Katika sherehe mbalimbali hata za ngazi ya kitaifa wanaalikwa kutoa burudani ya ngoma hiyo, na hapo ndipo msondo wa kina mama hawa ulianza kusambaa sehemu kubwa. Enzi za zamani msondo ulikuwa ukizoeleka Uswahilini na wengi mwa kina mama hawa walijifunza huko kabla ya kuunda bendi yao. Niliingia katika hii ngoma ya msondo, nilifunzwa na mimi nikajifunza, ikawa nimeshaizoea hii ngoma kwa kuipiga na kuimba. Nilizoea hapa pa Uswahilini, ndio nilizoelea. Hii ngoma yetu yani ni ya mama wa Kiswahili. Ndio na mimi nikawa naenda natizama gisi wanaimba wanacheza, na mimi nikawa najifunza mpaka nikaingia ngoma ya hawa mama. Mimi ngoma yani kuanza hatua ya mbele mpaka muda tumefikia hivi, tunaona tu ngoma yetu ni nzuri tu na tutazidi kuiendeleza, iendelee. Katika lengo la kutoa burudani ya msondo kwa watu wa tabaka mbalimbali, kina mama hawa waliamua kutunga nyimbo zinazowiana na ngoma hii katika lugha tofauti kando ya Kiswahili. Hali hii inawaweka vizuri kwenda mahali tofauti na kuvutia kila mtu. Tunachanganya nyimbo za Kiswahili na za Kirundi zote tunaweka. Yaani sehemu tunaimba popote tutaarifiwa sisi tunaenda kuimba. Popote, ikiwa Mpirani tunaenda kuimba, ikiwa Nyanza tunaenda, ikiwa Makamba tunaenda, popote pale tunaenda, ikiwa Bujumbura tunaenda, popote pale. Lakini fasi ya repetition yetu ni hapa. Sisi tuna mwalimu wetu ambaye anatutungia nyimbo, anatuita hapa anatusomesha, tunasoma nyimbo na tunazielewa, tunaanza kuimba sisi. Hata kama msondo ulikuwa ukizoeleka sana Uswahilini, siku hizi mambo yamegeuka. Msondo upendwa na watu wote, ni ngoma ya kila mtu kama inavyoelezwa na wanamemba wa bendi hiyo. Sisi hatuchagui. Sisi atakayojisikia kutuita, sisi tuko tayari kwa kwenda. Ajili ni ngoma inafurahisha kila mtu. Sio sisi tu. Inafurahisha jamaa, kila mtu. Wewe ukijisikia hata leo ukituambia bana mimi nimependa, njoeni kwangu, sisi tunakuja. Wafike kabisa, yani wasijisikia hata oga. Wafike waje watuone, sisi tutawaitika. Nikiripoti kutoka mtani Teba mjini Rumonge nchini Burundi, mimi ni Isidori Habonimana wa Swahili Voice. Wapenzi watazamaji wetu, mnakumbushwa kusubscribe katika channel yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Komenti zote zitajibiwa. Na huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice, na watakieni weekend njema. Alamsiki.